Mara nyingi shida ama changamoto sio kile ulichotendewa, badala yake ni kile ambacho kiliingia ndani mwako na unavyokitafasiri sasa. Hicho ndicho ambacho kinacholeta changamoto, na ukishafahamu hilo, ndio unaweza kuona sasa ni namna gani unaweza kutafuta msaada, kuanza kubadilisha tabia zile ambazo pengine ulijifunza ili kuendana na maumivu haya. Mara nyingi tunapokuwa na maumivu ya kihisia, tunatafuta njia mbadala za kutufanya sisi tuweze kujisikia vizuri ama kuweza kupata unafuu. Njia hizi zinavyokwenda kwa kadiri zinabadilika kuwa ni sehemu ama mfumo wa tabia zetu, lakini wakati mwingine hizo ndizo zinazoenda kutusababishia changamoto zaidi. Kwa mfano, inaweza ikawa kwamba ile hali ilikufanya ukawa ni mtu ambaye unakuza mambo, kwa maana una overthink jambo moja, unajaribu kulichambua kwa ukubwa na kwa upana wake, kwa sababu hutaki kupitia maumivu yale ama makosa yale ambayo uliweza kuyapitia. Kwa hiyo matokeo yake unajikuta katika kila kitu unakifikiria kwa ukubwa wake, mpaka wakati mwingine inakutisha wewe mwenyewe kufanya jambo ama kuanza tena. Inaweza ikawa ulijifunza kufurahisha wengine na kusahau furaha yako ya ndani. Unatenda zaidi kuwafanya wengine wajisikie vizuri ili wasikusaliti, ili wasikutendee ubaya na ili wasikutenge, kwa sababu ulishuhudia ulivyotengwa ambavyo iliweza kukusababishia maumivu makubwa. Wengine ni kutumia nguvu kubwa kuishi maisha ambayo si ya kwetu, kwa sababu tu tunataka kuwaonyeshea wale waliotusababishia haya maumivu kwamba tunasonga mbele, kwamba sisi tumefanikiwa ama tunajiweza ama ni watofauti, na badala yake hayo yanaenda kutuumiza zaidi. Pengine wengine tulijiingiza katika vilevi ikiwa kama sehemu ya kunyamazisha zile sauti na hali za maumivu ambazo zinakuwa ndani yetu, na hii imetupelekea kwenye shida na safari mpya ya kuingia katika ulevi ambao tunashindwa kuacha. Inatupelekea kwenye magomvi ama inatupelekea zaidi katika hasara ya kifedha. Kwa hiyo mambo haya yote ni muhimu kufanyia kazi. Ama inaweza ikawa ni hasira ambazo hujui hata zinatoka wapi. Kwa hiyo hizi zimekufanya karibu kila mtu sio rafiki yako tena, kwa sababu wewe badala ya kujibu vitu baada ya kutafakari, mara nyingi wewe unakuwa ni mtu wa kukurupuka. Kwa hiyo angalia ni namna gani unaweza kubadilisha tabia hizi.